Huu ni uchambuzi wa kimataifa unaolenga hadhira ya watu wazima wanaofuatilia siasa za kijiopolitika na uchumi wa nishati. Taarifa maalum, uchambuzi wa vipengele vitano vya Tehran. Habari za wakati huu. Mimi ni Mr. Data, karibu katika uchambuzi wa kina wa The Data on Elimika. Leo tunaingia ndani zaidi kuchambua upande wa pili wa sarafu katika mgogoro wa Irani na Marekani. Wakati Washington ikiwasilisha mpango wa vipengele 15, Tehran imejibu kwa masharti matano mazito ambayo wanayaona kama msingi pekee wa amani ya kudumu. Moja, fidia ya vita na hasara za kiuchumi. Ushahidi wa gazeti Tehran Times, zaidi ya Marekani lazima ilipe fidia kwa miongo kadhaa ya hujuma za kiuchumi. Uchambuzi wa Mr. Data, Iran haitafuti tu kusitisha mapigano. Wanataka urejesho wa mabilioni ya dola yaliyopotea. Wanaelezea vikwazo vya Marekani kama ugaidi wa kiuchumi, economic terrorism. Hoja yao hapa ni fupi na nzito: bila fidia, hakuna haki, na bila haki, amani ni ndoto tu. 2. Utambuzi kamili wa haki za nyuklia. Ushahidi wa shirika la habari Al Jazeera, zaidi ya Iran inashikilia kuwa mpango wake wa nyuklia ni haki ya kisheria chini ya mkataba wa NPT. Uchambuzi wa Mr. Data, hili ni sharti la kisheria na kitaifa. Tehran inataka Marekani ikubali rasmi haki yao ya kurutubisha urani kwa ajili ya nishati na tiba. Hii inatazamwa kama kinga ili kuzuia shinikizo la baadaye kutoka kwa mataifa ya Magharibi dhidi ya maendeleo yao ya kiteknolojia. 3. Kuondolewa kwa vikwazo vyote bila masharti. Ushahidi wa gazeti The Guardian, zaidi ya kurejea kwenye meza ya mazungumzo kunategemea kuondolewa kwa vikwazo vyote vya mafuta na benki kwanza. Uchambuzi wa Mr. Data, Irani imekataa katakata mbinu ya hatua kwa hatua ya Marekani. Msimamo wao ni kwamba vikwazo viondolewe vyote kwa mkupuo mmoja, kabla ya wao kulegeza kamba yoyote ya kidiplomasia. Ni mchezo wa vuta ni kuvute ambapo kila upande unataka mwenzake aanze kwanza. 4. Dhamana ya kisheria ya kutovunja ahadi. Ushahidi wa shirika la habari Reuters, zaidi ya Tehran inatafuta dhamana imara, objective guarantees, ili kuzuia rais yoyote wa baadaye wa Marekani kujiondoa tena kwenye makubaliano. Uchambuzi wa Mr. Data, kutokana na uzoefu wa mwaka 2018 ambapo Marekani ilijiondoa kwenye mkataba wa JCPOA, Iran haina imani tena na maneno ya mdomo. Wanataka mkataba wenye nguvu ya kisheria ya kimataifa ambao hautabadilika hata utawala wa White House ukibadilika. 5. Kutoingilia masuala ya ndani ya nchi. Ushahidi wa shirika la habari Press TV, zaidi ya usalama wa kikanda unapaswa kuamuliwa na nchi za eneo husika bila uingiliaji wa mataifa ya nje. Uchambuzi wa Mr. Data, kipengele hiki ni pigo la kidiplomasia kwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Irani inachambua kuwa amani itapatikana tu ikiwa nchi za Mashariki ya Kati zitaachiwa zijisimamie zenyewe bila ulinzi wa nje. Hitimisho na tahadhari ya Mr. Data. Wasikilizaji na watazamaji wangu, uchambuzi huu unatupa taswira ya pengo kubwa la kidiplomasia lililopo. Wakati Marekani ikiwasilisha vipengele 15, Irani inakuja na matano ambayo ni vizuizi vikubwa. Hii si vita ya risasi pekee, ni vita ya nani ataanza kulegeza kamba kwanza, huku soko la nishati duniani likiwa shakani. Endelea kuwa na tahadhari na ufuatilie The Data on Elimika kwa uchambuzi wa kina zaidi. Kama nilivyokuambia awali, chaneli yetu ni changa na inahitaji nguvu yako ili tuendelee kutoa elimu hii. Tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele na like video hii sasa hivi. Maoni yako ni muhimu. Mimi ni mtangazaji wako Mr. Data. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Tukutane tena kwenye uchambuzi ujao.